Mungu, kama ulivyonituma ili niweze kutumika. Bwana, naona kama kuna vitu ambavyo majaribu nayotumiwa haya, naomba Mungu nikaweze kuyashinda katika kwamba tukalihubiri neno, nasi Mungu tumekuja kulihubiri kwa ajili ya kuwakilisha wewe Mwenyezi Mungu. Baba, tazama kati na maisha haya Mungu, nazishinda nguvu zote za giza kupitia jina lako. Yangu. Karibu. Karibu mume wangu. Asante. Vipi, ushapika? Ndio nilikuwa nafanya maandalizi ya kupika. Vipi lakini niko poa? Niko poa, lakini mume wangu. Ndio. Kuna kijana kaja hapa ni mkali, anadai anakutafuta wewe, nikamwambia wewe umetoka, akawa mkali anafoka, yani anafoka. Asa anakuja kufoka nyumbani wakati ofisini anapajua, anashindwa kuja ofisini? Yaani alikuwa mkali, mume wangu alikuwa mkali sio kawaida. Na masuala ya ofisi wanaanza kuyaleta hadi nyumbani, bwana nikosea heshima. Yaani mpaka alitaka kunipiga. Dada. Samahani dadangu. Hiki kijiji kinaanza kupata changamoto za hivi. Kwa mimi mwenyewe naumia kwenye hili swala, lakini sasa tusifikie hatua hiyo. Sawa, nimekuelewa. Kuwa na amani. Kila kitu kitakaa sawa. Sawa. Dadangu samahani. Ndio. Mimi hapa ni mgeni. Bila shaka hapa ni kijiji cha Nguji. Yeah. Sawa. Sasa dadangu, shida yangu mimi ni moja tu. Ndio. Nimekuja huku, kuna mzee namtafuta na ni mjomba wangu, hata mzee Jongo. Sio kuna mfahamu. Namjua ndio. Sawa. Sasa dadangu, shida yangu ni moja tu. Mimi naomba tunipeleke kwake, sababu mimi ni mgeni siwajui kwake. Naomba tunipeleke dadangu. Samahani kakaangu. Umekuja sehemu. Sasa ingependeza tu ungenipeleka tu, afu mimi ningekuruhusu tu unaenda mambo yako. Sawa, lakini sema na wewe. Sasa unanisaidiaje kwa hapo tofauti na hii na kunipeleka unanisaidiaje? Sawa, naweza nikakuelekeza, unaweza kufika. Kwa hiyo sio mbali mazingira haya. Sio mbali. Ni wapi? Ni huko unakuelekea. Lakini ukifika hapo mbele, kuna wapa kushoto utaona njia imechepuka. Ndani hiyo njia. Utaona nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, hapo ndo kwa mzee Jongo. Nikifika kule kushoto. Sawa. Basi dadangu niseme asante sana. Sawa, uwe na sifa njema. Nakako pia dadangu. Sawa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wangu, nisaidie huyu kijana. Bado kijana mdogo sana.
Hakika. Yo. Hakika. Najua haunijui ila mimi nakujua. Wewe si na kaka yako anaitwa Baraka? Baraka? Ndio. Ndio ni kaka. Sasa yule Baraka ni mchawi. Mchawi? Kangu ni mchawi? Usiku sana anatoka. Ndio anatoka. Wewe ukitaka kujua kama ni mchawi, wewe unamfuatilia usiku. Baraka. Naam mama. Njoo nisaidie. Mama mimi nimechoka. Yaani wewe kila siku umechoka tu. Yaani wewe mtoto mvivu. Mama. Be. Mama, mbona peni yangu sioni? Uioni? Muulize kaka yako, sasa unaniuliza mimi. Eti kaka, peni yangu umeiona? Hodi. Karibu. Shangazi. Karibu sana. Karibu shangazi. Asante. Ushakuwa? Kweli. Ni muda mrefu. Naelewa sababu ni kitambo kweli. Karibu. Asante sana. Baraka. Naam. Njoo mpokee kakako begi. Sawa. Hakika. Msalimie kakako. Kaa. Karibu tupo. Mama. Mpe kiti. Na vijana wamekuwa. Ashakuwa. Kweli kabisa. Karibu kiti. Asante. Karibu sana mwanangu. Asante. Habari za siku? Nzuri. Kwema huko? Kwema kabisa sijui hapa. Sina. Wiki yangu mzima. Uko sawa? Ashakuwa. Vijana nao Ukua sana vijana. Ashakuwa. Nakumbuka pia natoka huyu baba yenu ananyonya si. Sasa anasoma. Hii naye mambo vipi huyu naye? Yupo. Nataka kuna nini kidogo vindevu. Ngoja akuwa apambane na maisha ya ukubwani. Naona mimi kaka yako mimi vindevu kidogo katoka. Nani mjomba yuko wapi? Mzee Jongo? Hayupo. Katoka. Mimi jamani. Hata sielewi. Sijui yupo kwa rafiki yake. Yani tamani sana nimkute sababu yani na muda sijamuona. Atafika si muda usijali. Atakuwepo. Yangu yani ndio nafika hata soko ndani. Au hujaplania mimi kukuja hapa hivi. Hamna kaka, naona sisi mdogo Masala homework. Unasoma kumbe sasa hivi? Nasoma. Basa kaendelea na homework kidogo. Sasa wako feli sasa. Karibu sana. Naona usala mwingi. Au wewe? Sawa. Tupo. Habari yako mke wangu? Asante. Naona unaandaa. Hakika. Wewe Baraka. Wete babako kiti. Hawa wako ndani. Wako ndani. Mbona wanajifungia tu ndani? Shida nini? Wanajisomea. Leta kiti. Maraba. Changamka nilete kiti. Huyu hakika alienda shule. Ndio alienda. Unajua huyu hakika kuna mchezo. Mjomba. 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 Huyu ni mpwa wangu bwana. Mjomba. Maraba, nimekuwa jembe sasa hivi. Kweli. Na ndevu sasa hivi. Kama bedero. Watu wengi usema wana. Karibu. Sasa mjomba. Unaona unajitambia na ndio maana leo shangazi yako ameandaa chakula mapema. Kweli kabisa. Mjomba. Karibu. Baraka. Asante sana. Lete kiti kingine. Changamka. Na ndio maana leo shangazi yako
Tunakulaga hapa usiku sana. Naona leo ameandaa mapema sana. Kumbe sana jua nipo mimi. Sasa mjomba, usije ukanipokoja. Nitakufanya kitu kibaya. Hapana, chukua kitu. Asije akaleta. Kijana kamekuwa sana. Amekuwa kijana sana huyo. Akashakuwa sana. Ni mtoto mdogo sana huyo. Ama kweli dadangu kapata jembe. Kapata msaada. Maraba. Hakika. Shule ulienda? Baba, mguu umeteguka. Ulikuwa unafanyaje? Hakika. Nilikuwa nacheza mpira jana. Mpira? Hakika. Mpira? Ndio baba. Hakika mpira na shule wapi na wapi mwanangu? Tulikuwa tumetoka shule jioni ndo nikaenda kucheza mpira. Salala, nilishakwambia mpira na wewe achana nao. Unanielewa? Fata masomo mwanangu. Unajua hakika huyu. Sasa sikia. Mimi bwana kwenye vipaji bwana. Usiani sikaiti kwamba ni shule basi. Hata kwenye nani wasala mpira anacho ni kipaji pia. Kwa hiyo mwacha timize ndoto zake bwana. Labda anapata kwa mani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Leo napenda tujifunze neno la Mungu katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari ule wa kwanza. Inasema, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Sauli alikuwa ni mtu mmoja ambaye anaua watumishi wa Mungu. Kila mahali ambapo atakaposikia neno la Mungu linahubiriwa, anaenda kuwachinja. Wengine walikamatwa na kuenda kufungiwa magerezani. Lakini ilipofikia hatua Mungu akaona ya kwamba hajapendezewa na yale mambo, akamtuma Yesu. Ndipo Sauli alikuwa akielekea Dameski, akapigwa upofu mle njiani. Na pale pale Yesu akamwita, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Na ndipo ukitazama hata hapa kwenye kijiji hiki cha Nguji, kuna mambo hayo yanaendelea. Kuna wachawi ambao wanateka watu wa Mungu, wamewapotosha katika kiimani. Kuna wengine wamekosa mwelekeo hata kwenye ndoa zao kwa sababu ya mambo ya giza. Na watu bado hatufungui mioyo yetu kumtazama Mungu. Tunaendelea kuyasikiliza hayo mambo na tunaendelea kuyavumilia. Haya mambo ni yanatisha sana. Lakini leo nimeagizwa na Mungu. Amina. Nije nihubiri neno la Mungu katika kijiji cha Nguji, na huu ni wakati wa kombolewa. Nilikujua kabla hujafika mahali hapa. Wewe ni nani? Sema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu leo. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Umetumwa na nani? Mbejangu. Umetumwa na nani? Mbejangu. Aha. Kumbe ni huyo. Haya, pepo toka. 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 Fire! 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 Jina la Yesu. Fire! 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 In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. E Mungu, ukaweze kuondoa roho zote za mapepo katika mtoto huyu. Kuanzia sasa awe mzima. Amka mtoto. Amka mtoto. Unajisikiaje? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Asha. Kuanzia sasa umekombolewa na Bwana. Na uko huru. Na uko huru kweli kweli. Bwana apewe sifa. Amina. Yeyote yule ambaye anayejisikia kuja kupokea neno la Mungu na likaweza kutenda miujiza katika maisha yake, aje mbele ili tuweze kuomba pamoja naye. Ndiyo. Asante mtumishi. Karibu sana. Asante sana.
Unataka kumpokea Yesu? Ndio, nataka kuokoka. Unataka kuokoka? Ndio mchungaji. Okay. Umeamua jambo jema na unataka kuifata njia ambayo iliyo ya kweli. Okay, upige magoti tuweze kuomba, mtumishi wa Mungu. Baba, naomba ukaweze kumpokea mtumishi wako. Ameweza kuyaacha mabaya yote ya duniani, na kuanzia sasa ukaweza kufuta jina lake katika kitabu cha hukumu, na kuanzia sasa ukaandike jina lake katika kitabu cha uzima, akaweze kukombolewa na maisha yake akaweze kupata familia iliyo njema na inayokupendeza wewe, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Uzima umepatikana. Shoga yangu upo? Mimi ipo tu shoga yangu. Na umepotea sana siku hizi. Labda wewe shoga yangu siku hizi. Sio kweli bwana. Mimi ipo shoga yangu. Zako utokako? Zako nzuri tu, sisi huko nyumbani kwetu. Sisi tuko poa, namshukuru Mungu. Mbia lakini. Fresh. Shoga yangu. Kuna kitu nataka kuambia. Shoga yangu. Kuna jambo bwana la kusikitisha. Jambo gani hilo? Jana. Si nenda kwa dada Joyce. Ndio ikawaje? Nikamkuta dada Joyce ni bubu. Haongei tena. Ndio nakwambia. Mungu wangu kijiji jamani. Na watatumaliza. Kila siku majanga juu ya majanga. Hii tatizo tumgande mwenyekiti. Sasa mwenyekiti sawa, ila inatisha sana. Maana leo mtu kafariki, kesho kapotea. Huyu naye tena jana tu. Mwenyekiti anajua hili tatizo. Nabidi tumgande. Umeongea hapo. Umeongea kitu. Wewe shoga yangu basi tu. Ndio imeshakuwa hivyo, ila tutawasiliana. Basi shoga yangu. Sikiliza kaka, nakufuata hapa na jambo moja. Nataka nikwambie. Kuna siku usiku nitaka nije kwako. Nije nikwambie masuala ya watu kupotea kwa kijiji. Sasa nikiwa njiani kaka. Sikuwa mimi nilichokiona. Uliona nini? Sikiliza kaka. Unajua mzee Jongo? Babangu mimi. Mzee wako mwenyewe, baba yako mzazi. Mimi namjua. Mzee kaka ni mchawi. Usimtishie baba. Sikiliza kaka, sijawahi kutana. Nakwambia ukweli. Ndio maana nimekuja hapa nakuja kukwambia. Baba yako wewe mwenyewe mzazi? Babangu mimi. Sasa unachosema kweli baba yako mchawi kweli, baba yako mzazi kweli? Sikiliza kaka, sijawahi kutana. Lakini yasiwe mengi. Mimi nakuja kukwambia tu kwa jihadhari. Na kaka nimekwambia jambo. Mambo nitozie hisia. Mimi si kwangu sawa tu. Sikiliza kaka, jihadhari. Mzee Jongo ni mchawi. Wewe elewa hiyo. Karibu sana. Waamini tena.
Kafuta nini? Wewe ni rafiki yangu bwana, tani mazima. Ndio mazima. Ndio. Kwa kila siku napata raga nisitembee na watu ndio. Kwa nini uingize kwenye makundi ya simu? Ila kaka kuna mwezi. Nakataza kila siku. Haya makundi ndio unataka uingie nayo. Si. Sawa. Ujirekebishe basi. Haya ingia ndani. Ambia mdogo wangu. Safi dada, shikamoo. Wakuu, nimekuja hapa, nahitaji msaada wenu. Kuna binti nimempenda, lakini ananikataa. Wakuu, naombeni msaada wenu. Sawa, ngoja nipate kingine. Nichukua unyayo wake. Nahitaji nimfanye kitu kibaya ambacho hatakuja kusahau maishani mwake. Kapo. Kuna stori ya moto moto, nikwambie. Naomba sehemu zake za siri zitoweke. Kaa bwana. Wakuu, naombeni ishara zenu za kwamba mmekubali ombi langu. Vipi tena? Vipi tena? Dada, tumbo. Tumbo linaumaje? Tumbo dada. Linaumaje ujue? Unanichanganya ujue. Dada subiri. Wewe Sofia, hebu acha masia. Subiri dada, nakuja. Sawa, nakuja. Hapana. Dada! Dada! Hapana. Siamini. Dada! Hapana. Dada! Vipi tena mdogo wangu? Dada! Uamini dada ipo. Dada ipo. Hapana, sio kweli. Haipo nini? Dada ipo. Unanichanganya. Dada ipo. Kwani nimefanyaje mimi? Kuna nini? Umepata nini? Hebu niambie. Hapana, sio kweli. Umepata nini? Karibu ukae kwanza. Mimi sina haja kawa. Na yuko vipi?
Wewe siku ya jana mbona sikuelewa? Kwa mchungaji. Mchungaji wa moto wewe. Mwenyewe nilishangaa ile shoti ile. Hivi unaonaje ungemwambia mkuu? Unamwambia mkuu? Ndio. Nyamazi. Sasa tunyamaze kivipi? Simwambie. Je, akituuliza au tumemloga tutajibu vipi? Tumemloga na si mchungaji? Sawa, anyway tukamwambie. Juma.